Ladies and gentlemen, karibuni sana mahali mnatuwatch kwa Bahamas TV, kwa Dingila, ama Bethel Clouds TV, wherever you are watching us, welcome. We are so privileged to have you as our guests. And today, we are so privileged because we have a very, very special guest. Na ndio tumemficha uso juu ya security. Unajua kuna mambo mengine tunafanyanga na tutaki kutaharisha watu maisha yao. Na niko na mlembo anaitwa Mercy. Na ametoka all the way from Kakamega, tutamjua wamezaliwa wakiwa wangapi, na kuna mambo kadhaa tutaguzia kuhusu maisha ya spiritual life, because life is spiritual. Watu wengine especially Christians we are so ignorant, ikifika ni mambo mengine tukianza kuongea watu wanaonanga hii ni story sijui za jamba, hii sijui nini, lakini leo hatutaongea kimsapeli ile tumezoea, ili tusikie story yake. Habari yako Mercy? Nzuri sana. Yes, karibu sana. Asante. Kwa show yetu. Yes, sasa Mercy, wewe ni mzaliwa wa wapi? Nimezaliwa Kakamega County. Mahali inaitwa Handiti. Hey! Hata. Before ufike Lubao, soko za mbwa pale. Hata soko za mbwa. Kwa nini inaitwa soko za mbwa? Kuna madogi zinauzwa? All right, okay. So ni hapa nyuma. Okay. Inaitwa Handiti. So nimezaliwa hapo. Na nimezaliwa as a firstborn. Okay, you are the firstborn. Yeah, the only girl from my second grandfather. Wanasemanga babu ya babu. Babu ya babu. Yeah. So to this, my grandfather now is the third generation from there. So hakuna mwenye alikuwa ameiza msichana except my mom. Okay, wow. So I'm the only one and the only girl from the family. Yeah. Mko na maboys? Mandume ziko mingi. Wangapi? Okay, kama mimi kuna mandume zingine mbili nyuma yangu. Okay. Na kama kwa kina babangu hakuna msichana hata mmoja. But wamezaliwa pairs, twins hivyo. Na mimi nimezaliwa msichana peke yangu, nikazaliwa peke yangu. Bila photocopy. Okay. Sasa tuigie history ya wewe na shushu. Unajua kuna mahali nisikia umeguzia mambo ya wewe ulikuwa prince sijui what. Hebu tuguzie hiyo story. Okay. I'm special. Why? Kwa sababu I was born the only one, I'm the only girl. And sikukuwa na hiyo photocopy the way he said. So that makes me special. Na in our family, you know, things are spiritual. Okay. Me, I usually say that life is 30% physical life to me. 30%, It is just 30% to me. 70% it is spiritual. Okay. Yeah. Because anything you do, it starts from the spiritual realm, yeah, so exactly. that it manifests in the physical. Yeah. Yes. So, my grandmother was a priest. She was a goddess. She was a queen in Kakamega County, the whole of Kakamega County. So, if anyone wants something like power, he comes to our place, to our village there. Every priest of the other side, of the other world, they will come, they will assemble in our place to come and take power from my grandmother. Okay. Yeah. She was, okay, allow me to take you back a bit. Yeye alikuwa prince. I mean, alikuwa... Queen, yeah. Now, what do you mean, ukisema yeye alikuwa... Umesema amekuwa? Priest. Priest. Yeah. What do you mean, ukisema yeye alikuwa priest? Unamaanisha aje? You know, in every altar, there must be a priest. Okay. Even in the altar of God, there is a priest, yeah? Yeah. Yeah, and these priests are the keepers, the keepers of the altar. Okay. There is this thing called the keepers. Yeah. The keepers, the keepers of the gates, the keepers of the grave, the keepers, yani, you know, in the second heaven, yeah, there are keepers. And that second heaven, these priests ascend there. Even the godly priests, they are spirits. Yani, you know, when you're connected, this altar is like a channel. Yeah. It is connected to the altar of God in heaven. So God has an altar before him. So this one, it is channeled to heaven. Okay. So when you pray here, this is a point of contact. Your prayers are being channeled to heaven through the altar. So through the priest that is taking care of this altar, and atawasilisha maombi yenu mbinguni. So like the other part, my grandmother was a priest in Kakamega County. The whole of Kakamega? Yeah, okay. The whole of Kakamega. So
watu watatoka like Kakamega iko na nini mingi sana, iko na kabila mingi so like Kakamega mtu atatoka tuseme atoke Vihiga, atoke sijui wapi, the Mulembe Nation, you hear the Mulembe Nation. Yeah. So even the politicians, the famous people, even the pastors, the men of God that they call themselves, they are powerful, that power thing, it comes from our place. If you want to like Saturday, then Sunday is service. Yeah. On Friday you will come for the gathering, then you will gain some powers there. Alafu ukienda kwa madhabahu unajua uko strong. When you lift your right hand, watu wanamwagika kama popcorns chini. Yeah, sure. What? Yeah. So many people, I know them because while I was initiated in that altar, I was 7 years old. Who initiated you? Who initiated you? My grandmother. Okay. And seven means it is a number of God. Yeah. It is ni kitu kamili, 7. So while I was 7, I was initiated there as a mtoto misa. You see the mtoto misa, like the Catholics are doing the mtoto misa thing. You help, If she wants something, anakupea kwa sababu you are the next of kin. Like altar boy? Yeah. Okay. Yeah, because I'm the next of kin, Now, I was initiated while I was that 7 years old. Some people say that these things are fake. These things are stories ajaba. It's a jamba, yeah, say exactly. Yeah. So, yes, it is stories ajaba to them when you waja through that process, And in that 7 years, I went to the underworld, yeah? Okay. How? With my physical body. How? Okay, we traveled all the way to Kisumu County. The Kisumu County, we have lake. We are looking for the places where there is these big lakes, like Mombasa, we have ocean, There we have Lake Victoria. So we assembled there. So we walked all the way from Kakamega to Kisumu, 3 days walking. Walking? Tamaking, yeah, with our bare feet. With who? No shoes. You and who? My grandmom and other priests, Okay. They're like in church. We have we have elders, we have praise team, the protocols, we have ushers. Yeah. That is how we operate in the other side. So like my grandmother is like a pastor, in a church. Yeah. Alafu me, I'm like assistant pastor because I was the mtoto misa. Alafu there were ushers, and we also had a protocol. Before you reach my grandmother, you have to come to me. There is someone atakuelekeza kwangu, then you reach the others. Okay. So we walked for 3 days. Ikukuwa rahisi. I'm only a child. We are fasting 21 days without eating, without drinking. We are just there so that upate hiyo nguvu, But I was fasting that 21 days. Nikiwa mdogo. Na una manage aje? I don't know, but kuna tu ka grace fulani kana kuwezesha. Okay. Yeah. Unaona venye kwa Mungu kuna the grace of God. This other side pia kuna ka grace kana kusustain, Yeah. Now I was fasting. Unatembea mpaka hii, unaona huku chini on your feet, hii ngozi itatoka because you've walked. Yeah. And you only walk at night. Mchana ikifika, you will look for a forest, you go sleep. Mfanya hizo chants, all those things. Sasa huko kwa msitu? Yeah, kwa msitu. A deep forest, thick forest, So mtaenda katikati. Na hakuna mnyama atawasongea. Hata utaiona ikipita, but they will not see you guys. I don't know how, but hauwezi onekana hata kidogo. Yeah. So nakumbuka tukafika like there is this place inaitwa, before ufike Kisumu kuna hapa nyuma, it's like ni Vihiga County, pali wa Maragoli wamejaa. So there is this kind of forest. We went inside. Na kwenda ndani, we find other people. People are slaughtered there. Many men of God are going there, Are you talking about spiritual thing or physical thing, the physical thing that you uliona na macho? I was seeing with my eyes. Watu wamechinjwa? Haya. Watu wamechinjwa, kitu kama hiyo. So you see, they take away the head. Like you see in the family, a man is the head of the family, Right, and the woman is the neck, Now the woman will support this head so that it can stand, Ndio kichwa ionekane, How the house is, ni watangalie mwanamume venye yako, if he's ana sustain
the whole family. Lakini through this woman, because even I usually hear people say that behind every successful man, there is a prayerful woman, Yeah, you know. right, yeah. Yeah, but if you get to these homes that they are scattered, they don't have peace, you know, it is the work of the devil. Okay. Because that family, maybe it has a star, it has, yani it is godly family. You know, mahali watu wanakosea ni, they don't give sacrifice on behalf of their families. Kama ni, unajua mama, kama, like, I can talk as a woman, yeah? Mimi, kama mimi, if I have a child, sindio, I will only protect what comes out of my womb. Because ni mtoto wangu, Yeah. na nitamprotect mtoto na mimi, but watu wengi wanasahau mabwana zao. Yeah. That's why many women are widow. Yeah, because of that. So tukafika Kisumu, tukafika kwa Lake Victoria. Lakini before excuse me, before mfike Kisumu, kuna hii forest mliingia. After hiyo story yote mliona nini na kushatsa, and what happened before sasa mfike nini? Okay, tulikaa while like I said, life is spiritual, yeah? Yeah, right. Okay, many Christians don't pray at 9. Yeah, tunaambianga tu chakula. Bana bariki chakula. Oh, God bless this food before we eat, like that. Okay. And many of the families ni watoto wanaombeanga chakula. Yeah. Yeah. Now me, what I see as a man, as the priest of the house, you should pray for the food. Okay, Not as a man. the child, yeah. Okay. As a man, because you have authority in your house, you know. And this authority thing, hii kitu ya authority hii, even in the Bible, there's this, that we were given power, we were given authority to trample upon scorpions and snake, yeah. Sure. And Jesus mwenyewe pia, he gave us authority. You know, from Genesis there, we were given, you men, you were given authority with God. You named all the animals in the earth, yeah? So that power, you have that authority. But in the other world, they're using that authority to conquer over your life, you as a man, you know? So if they come, they take away your authority through your food, the food that your own food, you cooked, it is on your plate. Now we can use it to attack your life. How? Okay, kwa hiyo saa tatu watu wengi huwa waombi. Na I'm sorry to say this, that Christians, Wakristo wengi ni wajinga. I'm sorry to say that. Wakristo mwaitwa wajinga. Okay, why? Tulikuwa tunasema hivyo huko. Okay. Yeah, I'm a Christian, I'm saved. Yeah. Though I'm saying this, Yeah. You know, many people are attacking me with my story. You know, if I give out my story, they say that I am still in that world, you know, because for me, I am an intercessor, because I know how they work, so I know how to attack them. Okay. Yeah. So, I'm saying that because saa tatu utakula uende ulale. Wewe umeombea chakula, you will go and sleep. But saa tatu, this is the time they take seeds. Unaona kama zile mti, ile mbegu ndogo za kunde hizi za tudogo. So we will ascend at a higher place, like a mountain, ama kwa place kama gorofa juu, 10th floor, sasa tunaenda juu kabisa. So we will stand there, chant, talk, we chant, you know, we gaze. So we will take that seed in our hand. So this seed ni Christians. And these Christians, we will speak whatever we want. Yeah. Then when we throw kwa earth, sitafika kwa ground. Exactly. And anything that goes to the ground, it must grow if it is a seed. Sindio? And women are the carriers of the seed, even the Bible says. Sindio? Sure, yeah. So tutairusha. And remember, a woman ndiye amerusha. And a woman, as a seed carrier, she has the power. Right. Atairusha chini, itaenda kwa ground. The way it reach the ground, what I command, and that spirit itaingia Christians. That's saa tatu. So saa tatu ni time ya kuplant. Many people, they don't know. Okay. Saa tatu utalala. Yeah. Ati wewe ni Mkristo unangoja saa sita ndio uamke uombe. Yeah. Saa sita uamke uombe. Okay. Saa sita ni time ya warfare, yes. Saa sita utaanza kupinga their works, but you should wake up at 11:58. Why 11? Hata haifai ulale. Haifai ulale mpaka saa sita. Because hapa katikati many things happen. Because they say Christians are sleeping now, they are enjoying. Now you are enjoying your sleep, umejifunika, sometimes unapata umelala mpaka umesahau kuamka saa sita. Hata alarm ikizima unaweka mkono unaizima, si ndio? So each time hapo ndio cancer zinapandwa hiyo saa tatu. Through your food. Now the way you have ugali and mboga here, and you have water, so the ugali will be the body,
You know the way we have the body of Christ and the blood of Jesus, you know, the blood and the body. Sindio? The way Jesus took it, the Last Supper. Sindio? So this is how your food will become the body of the other world. The body and the blood. Your water will be the blood, and this food of yours will be the body. Now when you take it, it's a covenant. Yeah. Through other people's word. It's a covenant. Already you are engaged in a covenant and you don't know. And you are a saved person. Labda umeokoka kwa miaka mingine 27 years, 30 years. But these 30 years, you're serving God, yes. But my people perish because they lack knowledge, you know. Sure, yeah. But you don't have knowledge. We don't blame you guys, but we blame your priests. You know, ukitaka kuangusha kanisa, enda piga mchungaji. Obviously the kondoo will scatter. Of course. Even the Bible says so. Yeah. So sisi pia tulikuwa tunasema hivyo. Ukishika priest wetu, obviously we will be scattered. And our priest tulikuwa tunampea backup, spiritual backup. You people wakisema muombe pastor wenyu, unasema tumuombe atajirike peke yake, na sisi tunampea sadaka yetu anakula. You people, you don't know what you're saying. This person has a big role in your life as a man of God. Kwa sababu ni yeye ata-ascend in the second heaven to fight with these other priests. Na ni pale ndio unasikianga the queen of heaven. So the queen of heaven Maita ngai vizuri kama Mkikuyu. Okay, the queen of heaven. Yeah. Ako at the sun. And I sit at the sun, yeah? Even the Bible says. So this queen of heaven is the mother of all prostitutes. This queen of heaven is the mother of you see this, unaona mwanamume anakuwa na the lust of the flesh. You're married but your eyes are seeing everything outside. Obviously that one umepandiwa mbegu kwako. Okay. Already you are dedicated to them. So huyu the queen of heaven atazaa wasichana in the spirit, si ndio? Na watamanifest in the physical, watamanifest kwa mtoto wako, si ndio? See you have a baby girl, yeah? So that your baby girl, every birthday you celebrate her birthday, you're doing her birthday, si ndio? But you are eating with other people, you know? If you're eating with other people, you don't know who is eating. Maybe she's the seed of the queen of heaven. Now that spirit will enter your baby girl. And your baby girl utajaribu kumwelekeza kwa njia za Mungu, lakini hataenda kwa njia za Mungu zenye unataka. Unapata wanasemanga adolescent. Adolescence is a spirit. Set in body change is just a spirit, you know. So hapo ndio mtoto anakuwa na kichwa ngumu, anataka kufanya venye anataka. So that spirit inakuwa planted into her with the queen of heaven. Okay. Yeah. Okay. Now that queen of heaven akishafanya kitu kama hiyo, ndio you see this all the prostitutes around. Overcome kitu inakuanga very hard. So if you want your child to overcome, this is the solution that I came to know. And in every birthday of your child, never celebrate it out of the altar. Go to the man of God. Give sacrifice first. Unajua kama tuseme birthday yake ni kesho, anza leo, anza kutafuta sacrifice. Mchukue enda naye kwa madhabahu. And you know, it is the beginning of a new year in her life, so una renew covenant. Unasikia the renewal of the covenant. Even the Israelites walikuwa na the renewal of the covenant, so uta renew the years, uta renew the covenant. So hiyo sadaka itakuwa inamuongelea kwa maisha yake. It will be speaking good. Kwa sababu ni the altar of God, itakuwa inampea spiritual cover. When the seeds are being thrown to the earth, ikifika kwa ground haitampata because akona umbrella. Unaona, and you can have the umbrella, lakini ni wewe utakuwa unajitoa mvua ikunyeshe kidogo kwa sababu unasikia joto. Unaona, so like many people have spiritual covers, yes, but ni wenyewe wanatoanga mguu yao moja kwa mvua inawapiga from the umbrella. So wakiona unajua shetani anakuaga very funny kwa sababu ukifanya kitu kidogo as a Christian, and the way this in the Bible, kulikuwa na huyu mtu mwenye maombi yake ilisikika, akamwambia ni leo maombi yako imefika wapi? Mbinguni. Sasa hapa wanakuambia shetani atangoja hiyo time, ataenda kwa Mungu, atamwambia Mungu, sasa huyu ndio unaita wako, angalia kenye anafanya. So that small thing, hata ukutukane mtu, and your baraka zako ilikuwa ikuje kesho, haitakuja. Rather itarudisha nyuma. Na hiyo ndio furaha ya shetani. Na hapo atakupata, utakuwa slave. Okay. Yeah. Okay, back to our story. Umetoka kule kwa msitu mahali watu walikuwa wanachinjwa and everything. Then mkafika Kisumu. Then what happened to Kisumu?
Kisumu. Ili muingie kwa underwater, sijui kwa under cloud. Okay. Kisumu tukafika. Tukafika, there is this place called Ramogi Hills. Yes. And okay, this is a big secret. Wacha tuisikie kwani iko nini? Watu wengi huwa wajui. Okay. You know? So, Ramogi Hills. I think I know where Ramogi Hills are. If I'm not wrong. Okay. So, you know, Baba wa Kisumu, the man, you know, the leader there. I met them there while I was 8. 8 years. Yeah. What were they doing? They were sacrificing to there is a snake there. You know, there is a snake there. Yeah. Are you talking about physical thing? Uliona huyu ni huyu. That's why I'm saying it is a big secret. This one is this one, this one is this one, and they're political leaders. So he was not alone? Yeah. Okay. We were not alone. So I was, yani nilishtuka to see these ones are the leaders and these other sides are the pastors. Huyu ni wa this big church, huyu ni wa this big church, huyu ni wa this big church. Even the famous man of God in Kenya was there. I saw him. Okay, tukamaliza, they were offering the sacrifice. But sisi, you know, like we were the strong men in Kakamega. You know, every county has a strong man. Yeah, I every agree. region has a strong man, and every region has a keeper. Every region has kuna keeper, kuna strong man, na kuna monitoring spirit. Monitoring spirit kila mtu ako nayo. Yeah. Ita monitor like, kama in your family, walisema hii familia yenu mtawahi kuwa na mali. Hata ujaribu waje ukuwe unique. Ni bure. Unaona, kwa sababu you have monitoring spirit, atakwenda kumonitor every step. Na kuna this kitu wanaikanga like it's a sensor. Mtu anaweza kukutrack mali yuko iko kwa body yako. So in the spirit iko. Na mimi pia niliwekewa kwa mkono. I have that alama in my body here, a black one. So utakatwa. You see many people wana give birth to babies na wanasema wanawapeleka kwa wanyanya wazee kukatakatwa kuwekewa dawa ya machombaya to prevent the machombaya. Okay, that one is a radar. Watakuwa wanatumia to track your child, monitoring. Watakuwa wanakumonitor nayo. Hata wakikuwa that altar, hiyo jivu inatengenezwa hivi. Okay. Unaona wakati wanazika mtu, so unaona ile kamba inateremshanga hiyo sanduku kwa kaburi. They use that kamba. Hiyo kamba yenye already imeteremsha mtu. Ama kamba yenye mtu amejinyonga. Ama kamba imefunga kitu wamechinja. You know, anything that ime remove blood ama imesindikiza kitu imekufa huku chini, So watachukua waichome. Wakiichoma sitatoa obvious jivu. Utaenda kwa mganga na ujue mganga ni kipa. Yeah. Simekwambia kuna kipa. Yeah. Ni kipa mwenye tunampea assignment. So I was in charge of them all. Haungeenda kwa mganga unataka kuniharibu. Utakwambia tu wewe sitaki kukufa niwache. Because they feared. Okay. So utaenda kwa mganga atakupatia hiyo jivu. Atakata mtoto wako na wembe. Damu si imetoka. Initiation. Utampaka hapo. Already she is initiated, the spirit of death itakuwa inamfuata. Okay. Ikifika the time that man died, the time that woman died, that is the time your baby will die. The exact age, the exact time, the exact date, hivyo. Kitu huwa ina differ ni year. Okay. Yeah, only that. So but time, hivyo, everything the same. So hiyo time hata venye atazikwa ndio venye mtazika. So it is a spirit ina control hivyo. So hizo kamba huwa zitupwi. Hizo kamba watu wanang'ang'anianga. Tutakuja there is this one time we attended a funeral. Na ilikuwa funeral ya very wealthy man in the village. So we went there tukakaa. But unajua watu hawajui anything. I was only young. Now that one I was 9, okay? So kufika hapo wakazika. Ile kamba ni mimi nikatumwa nichukue. So we will blackmail people in the spirit. Watakuwa tu hawajui kitu wanafanya. But the time tutachukua ile kamba, tutakaa, tutaiweka. So ikifika usiku, watu watakaa, tutaenda kukalisha watu matanga, tunajifanya we are sympathizing with them, But our target is that body. Body or kamba? No kamba. The kamba tumeshachukua already. Okay. But that body ndio unaonanga wezi wengi wakienda kuiba mahali, unasikia nyinyi mmelala hata mjui mmelala aje. Wamekuja wamekubeba wamekuweka chini, wamechukua paka kitanda, kila kitu imeibiwa, nyumba imebaki blank, imebaki hall. So they use that kamba. That kamba wataweka kwa mlango yako hivi na watafunga mlango, watavunja mlango,
wataingia hautasikia. Hautasikia, okay. Even ndio wanafanya in many banks, in many things, they still like that. Because wanapewanga instruction for the other world. Okay. So from there in that matanga, usiku ikafika saa 6 after 3 days, unajua matanga imeisha, watu wameanza kurudi kwao, you know, tutakuja tutafukua. We will take the body and leave sanduku hapo ya bei, tutafunika vizuri, but the body is not there. So we will use this body as a familiar spirit. So unasikinga ati mtu mwenye amekufa ameniletea ndoto. Ananiambia hivi na hivi na hivi. No, it's not mwenye amekufa. It is just a spirit planted in that body. So mimi kama mimi nitakukujia kama Bamasi. Naenda kwa tuseme your wife, God forbid, yeah. Namwambia my wife, I want you to do this, to do this. Kumbe sio wewe. You are not even, spirit yako haija rest kwa sababu tulisha kufukua. Okay. So we will be using your spirit to manipulate people. Na hii body mnapeleka wapi sasa? So tunaenda tunakaa nayo huko. Wapi? In a Manyata house. Okay, we were having a Manyata house. That one, kwetu tuku kwa ijenga any nyumba ya block kama nini. Yeah. Haikuwa. So tulikuwa tunaingia kwa hiyo nyumba, tunaweka hiyo mwili hapo. Sitanuka. Haiwezi nuka. Kwa nini sitanuka tu? Haiwezi nuka. Kuna there's these things that they are doing, wanaenda wanachuna vitu, so they will inject in that body. So itafika time wana gather at the new moon. Kuna wakati new moon inatoka, kuna wakati full moon inatoka. So we were attacking people with this, like you know the astrologers, yeah? The moon, the sun, the star. So Bamasi sasa ukinikosea, nikikasirika nitakwambia wewe utaona. So wewe utaona, maybe at night I will use the moon to attack you. I will use the star to attack you. In the day I will use the sun to attack you. Unanga mtu ana this time that the Gen Z say that Mungu bana jua imewaka sana lakini tumekubali kuoga, irudishe tu chini. You know that the way venye jua inaoga hadi unasema tumesurrender. So jua itakuwa inakuakia at your forehead. Paka inakuscorch na kutoa ngozi. Obvious the solution you will look for ni kwa mganga. Mbona inafanyika hivi na hivi? Utakuwa already initiated huko. We. Yeah. Well, mimi I'm stuck mahali pale kwa politicians na wahubiri. So at that time you are about 8 years. Yeah, 8. Walireact aje waliona who this is a kid. So no, they know I am a kid outside, but inside I am a principality. Inside mimi ni mtu wa miaka 200. Yeah, in the spirit. And what were they doing? How akina politicians and how preachers? They were acquiring power. You know, someone wants to dominate. Pale mbele, okay, let me ask because of our viewers. Now, wewe umekuja ku acquire powers, Was there like somebody like a priest or somebody who was... There is a queen. There is alikuwa na kaje? She's very beautiful. Very beautiful. Queen? Yeah. She's very beautiful. You know beautiful? Yeah. The explanation of beauty. Unajua kuna beautiful na kuna beautiful. Yeah. You know, we say that. Yeah. So this woman, anakaa under the sea, you know. Okay. Na if you want lakini pale umesema ni kwa milima? Yeah, kwa milima kwanza. Okay, so, okay. Kwa milima, the priest there is an old man. He's a priest there. And this one person, akienda when he, unajua politician anataka pull crowd. Exactly. Competition, anataka ku take over. So there is this time in Nyanza, mwezi wa 6 na mwezi wa 12, things happen, you know. They kidnap girls like watoto wadogo, age 6, age 5, age 4, they are virgins, obvious. They are taking 12 of them. Unasikia watoto tu wamepotea Nyanza. Unasikia? Every month. Every year. Mwezi wa 6 na mwezi wa 12. Half of the year na end of the year. Every year. Yeah, the renewal of covenant. That's why nakwambia in your birthday of your kids, you know, renewal of this. So they are doing that. Mwezi wa 6 na mwezi wa 12. So mwezi wa 6 na mwezi wa 12, they kidnap these kids, you know. Okay. Na hao watoto watapelekwa kwa milima, watachinjwa. You know, there is nothing powerful as a human sacrifice. I agree with you. And remember, Jesus was 100% man and 100% God. So the manhood in Jesus was, ilikuwa wali crucify. You know, alafu God, bado ilikuwa set apart. Yes, he was God in there. But when he was crucified as a man to wash away our sins. Sure. Sindio? So he died for us as a man. He died for us as God, you know. So that is how we do in the other side. When we sacrifice a human being, you know,
we want to compare with Jesus. The only thing that Jesus is 100% God. That is the only thing. And the only thing that Jesus alitushinda nayo, he resurrected. Yeah, sure. That one only. But the other side, He is a human being. Yeah. So these guys were sacrificing and doing other things. So you are uko pale na shushu. Then mukaka huko how many days? 7 and what did days. you do huko? 7 days. Kwanza kama mimi, it was my first time. I was spiritually tortured. Wanataka kuona if anything happens, will you be able to, yani ile kuvumilia, you know. Na utaweka siri. Na kama utaweka siri. Bwana, the torture is real. What happened? What happened? Talk to us. What happened? The torture is real. Okay. You will be placed in a room. Okay. Maybe utakuwa tied with some, you know, now it is your spirit, you know. Okay. Itakuwa tied with some nyororo, you see, venye walisemanga Jesus alienda na akafunga shetani, you know, all those things. But, you know, shetani anatumia now the demons. Unajua alitupa with the fallen angels. Sure. So he's using those ones. So, kuna this portal iko under the water. And that portal, you know, unaingia in the uko hell, in the, tuseme tu hell tu, tuseme tu ni hell. Kwa sababu what is there, it is beyond human imagination. Uliingia? Na ulitumia njia gani kuingia? No wonder mimi mambo ya unaona hii something to do with oceans and sea. Yeah. I'm sorry. Okay, you remember this time students died in Lake Victoria? Yeah. Do you remember that Yes. that story? That story ilipata tuko huko Kisumu. Okay. And we wanted a sacrifice. So the boat capsized and the kids died. Is it possible, I'm just, maybe, forgive my curiosity. Yeah. Every now and then, there is this saying that sijui what boat has circumcised, sijui what. Yeah. Is there a possibility maybe there's something normally happened to that sea? Unajua kuna That time, lake, that is, okay. there is a time that the sea is hungry. Kuna wakati sea iko na njaa mbaya sana. So inatisha nini? Yeah. Inataka sacrifice. Inataka chakula. Okay. Yeah. Haya, masi wangu ameingia. Masi wako ameingia kwa boat. Mtoto unapeleka mtoto wako enjoyment. Yeah. Aende Lake Victoria aone lake apande boat. You know, but suddenly if she's a firstborn, firstborns. I want to tell firstborns. Talk to them. Hey, yeah. No wonder I'm not firstborn. I am a firstborn and I'm saying this. Okay, yes. Firstborns, people don't know. Watu wanasema tu mtu kuna star moja. But firstborns have like 5 stars. Okay. Firstborn, you carry the blessing of the family. Firstborns, you know, even in the Bible, like Jesus is the firstborn and we are the secondborns. You know, if nataka familia ianguke, if firstborn atoke tu naenda ingie Illuminati, you know your family is done. Yeah. Because he has authority, even if she's a girl, she's a principality. Okay. Yeah. So our firstborn should be very careful and You should handle them with care. your firstborns in the altar. Yeah. Okay. That's the problem that Christians don't know. You know, firstborn is the sacrifice, yani obvious, automatic sacrifice. Yeah. You know, the 10%, unasikinga 10%, the first fruit. Firstborns are the first fruit. Yeah. Yeah. You should give them to the altar. Too many people, they don't know. Sasa kama ukuwa dedicate mtoto wako kwa Mungu, you automatically will dedicate them to the other world. Okay. Automatically. Kwa sababu hukuwahi mdedicate. Okay. Hiyo ndio shida. Hata ukimdedicate ulimdedicate na sacrifice ya 200, shauri yako. Sisi how are we supposed to dedicate our firstborns, if I may ask? Even if you are well off, hata kama ni every month, hata kama ni after 2 Sundays, dedicate them. And dedication ikuwe mazoea. So there's a possibility our Christian, we are so ignorant with some things. Very, not possibility. It's the truth. We are very ignorant. We are very ignorant. And when it comes to the other world, maybe other world, they are very serious. I think they are very serious. They take the spiritual life seriously. Okay. Yeah. Kwa sababu, let me say, ikifika time ya that sacrification hiyo, unaona kama sasa tunaelekea Easter, Good Friday. So now it is the time. Many people will be attacked. Okay. Many people. Now I'm sorry to say this. Okay. You know the Roman Catholic Church? Yes. Those fathers, those sisters there, they're dedicated to the incubus, the succubus, the spiritual husbands, yeah? You know, like the father,
he is already given a spiritual wife. The sisters are already given the spiritual husbands. They are using their virginity to the other side. I don't know if they know, but I think they know. But not all of them? Not all of them. Okay, but some? Yeah. Okay. I remember in Kakamega, there's this father that came. The time that the kids were doing KCSE, KCPE, you know, unasikianga, they go for Ash Wednesday. That Ash is from the other side. The other side. That father, nilijulia hapo, when that father alikuwa anakuja kwetu. Okay, anakuja na hiyo maji, like this water here. Yeah. You know, I can dedicate this water to be anything I want. Yeah. And when I give you, when you partake of it, my friend, you are a slave. This one, this simple water, it's just... You speak a word? Yeah. Okay. If I want, I can turn it to the blood of Jesus. If I want, I can turn it to anything that will attack you. Hata nikikumwagia tu hivi, hata kidogo tu, even a drop, it will affect your life. Okay. So hiyo maji ikakuwa dedicated to the other side. Ikakuwa inachanganywa na maji ya ocean. So inaikuanga chumvi. So you know salt. Salt inatumika for purification. Yeah. Salt inatumika ku cool down. Kama mtu ako na mapepo amepagawa, ile the demons are speaking in her on him. Wakirushiwa chumvi, mapepo itaogopa, itarudi, itakam, but haitatoka. So hii maji wenye unamwagia watoto wenyu hivi, your kids are being dedicated to the other side. Automatically. Akimwagiwa ile maji hivi, anakuwa transferred to the other side. Okay. To the other side. So in Kenya, you know, these things happen in Kenya and in Nigeria. Why? This is the chosen countries of God. Na Kenya, kuna a spiritual portal Kenya. Hakuna dunia ingine. Unajua kwa nini wazungu wanapenda Kenya? Because in Kenya kuna spiritual portal. Okay. Na in Kenya ndio una find very powerful men of God and very powerful witches. And in Nigeria. Okay. You know, Nigeria, you'll find a person like Joshua Selman, Arome, Osai, you will find all those. Na utapata very powerful witch. Even in Israel. Naona a pastor anatoka nenda Israel. Many go to pick the powers. Na wengine wataenda kwa Mungu ndio, but wengine wataenda in the other world. Okay. So they will go. Alafu their spirit itakuwa commissioned. Naona when you wana commission someone to go to do the work of God, so they will be commissioned. I will tell you this, many crowd, many churches, many members wanakuwa led to the other part, to the other world. Let me say that. Yes. Many people are perishing. And I'm saying the truth. They are perishing. Their pastors are leading them to the other side. So unaona church mtu amekaa, but she's blackmailed. Hata waitoka kwa sababu ya what I saw in that Ramogi Hill. Okay. Those pastors are using that one. So akikuja aongee, you know, words are powerful. Yeah. Even God said, let there be light, and there was light. There was light, sure. There is power in confession. Yeah. Whatever you confess is what you become. Because the power of life and death lies in our tongue. So when you use your tongue wrongly, it will condemn you. It will change. It will make you reach the way you want. Ukitusi mtoto wako mjinga as a parent, that is what she or he will become. Yeah. Because of, so uko hivyo, hii mdomo yako itaekwa kwa moto. Hii ulimi. So itakuwa inaongezwa the power. So anything you speak as a priest. Okay. Itafanyika venye inafaa ifanyike. So what I saw there, many Christians, be careful in the churches that you're going. Be very careful. Kwa sababu many of you don't know, but you are blackmailed na unalidiwa kwa shetani. Mtu akinua mkono hivi, the full crowd inaanguka paka nje, popcorn. Na sisi tunasema ni anointing. Anointing ya Mungu receive, unaanguka kama popcorn. So ukiambiwa receive, you are receiving the power from the other side. You are receiving a monitoring spirit. You are receiving, yani, these seeds are being planted in you. Yeah. Well, after the torture, what happened? So I came out powerful. But where were your parents then? Were they not parents concerned? were there. Hey, No. huyu msichana wetu ameenda wapi? It is a family thing. It is a Okay. family thing. And hata wakashtuka mbona mamangu amezaa msichana, you know. And by the way, hapo mwisho, the thing that made me to overcome, it is the prayer of my mother. Not my father, Okay. the prayer of my mother. Because mamangu, she's a Muganda. You know, she's from Uganda. Okay. And her mom, she's a pastor, but of Church of God. Okay.
those prayers, unajua, the more you pray, the more kikombe yako inafurika. Unajua, your cup ina overflow. Exactly. The more, so right. her prayers ilikuwa inawekwa na Mungu. But it reached a time her prayers helped me. Because my dad, every twin, kama kuna twin moja atasacrificewa kwa madhabahu. My dad's twin alikuwa sacrificed. Babangu ndiye akabaki. So when my dad saw that, hakuwa na shida because hakuwa anataka kukufa. Because nyanyangu alikuwa tishio. Now unajua, she was living other people's life. Like, God forbid, you see, si mimi ndio ni shosh, and you're here, like you're my son, sindio? And you have mercy. So your mercy, I can live her life. Okay. Nitachukua maisha yake niishi. Na ile life yenye Mungu alikusudia ataishi kwa hii dunia nitaishi. So she was living people's life. She died at the age of 140. What? 140. Yes. We, after that, sasa umetoka Ramogi, very powerful, ukafanya nini? Okay, nikarudi Kakamega. So I was hakuna kwenda shule? Shule? Hey, yawa. No school? No school ahead. Your school ni huko kujifunza about the spirit. Hakuna bwana mganga, waganga wenye ni serious. Unajua kuna waganga jokes na waganga serious. Mganga serious hajaenda shule. So education nitakupatia akili. And obviously you're blackmailed with the other part. Yeah. So the thing is, nikarudi Kakamega. I was to exercise my power. Okay. Because my power iliongezwa 7 times. Because I was very loyal and I had a star. Now, the way I was a firstborn, that firstbornship ilitumika. Okay. So I went back. There's this man, alikuwa a man of God, very powerful, in Bungoma County. Okay. This man of God had a church, okay, but alikuwa na face fights. So he went and fasted. So me too, I went and fasted. Because niliambiwa huyo ndio my examination. So I went and fasted. Okay. You know, nika fast 21 days. The man was fasting 40. So I went 52 days. 52 days without eating anything, without drinking anything. Alafu niko kwa mlima. So mpaka mwili kakuwa weak. Nikakuwa nimekufa, nikakuwa nimekonda. But kukufa na spirit yangu ni very strong. And I ascended in the second heaven. Okay, okay. So when he's, you know, Daniel, his prayers ilifungiwa for all those 21 days. There is the Prince of Persia there, anafunga maombi. You know, all the principalities is there. So that is where maombi ya Wakristo inafungiwanga. Si wewe utakuwa unaomba tu hapo unatoa sacrifice, but Mungu hakujibu. Unauliza Mungu, why is this happening? So utachukua kanisa kama scam. Lakini your prayers wanaweka a spiritual blanket inafunika. So ikifunika hakuna kitu cha penetrate. Obviously the blanket is there. That's why huwa anasema ukiomba saa 3 na useme every blanket in the spiritual realm unaitoa, utatoboa. Because when you go to the third heaven, tulikuwa tuna believe ni the heaven of prosperity, the heaven of wealth, unaona kitu kama hiyo. So ukiascend pale, unajua umeascend as a wealthy person, as a strong person, utadhulumu wengine vile unataka. Okay. So this man of God, I went. My spirit ika travel. Nikapata yeye pia ni principality kwa spirit. But I didn't care. Nilitaka nipite mtihani ndio at least niachiliwe free, nipewe freedom. Because so kufika pale, the man of God attacked for the first time ikanigonga. The second time ikanigonga. The third time nikakuja na idea. Siku na time analala hii saa 3 hii hajajua kuomba saa 3 niko kwa mlima, anangoja saa 6 ifike aombe. But hii saa 3 ndio nikamwattack. Okay. And this man of God perished. How? And I came nikakuwa victorious. You know, cancer is not sio ugonjwa. Cancer is a demon planted in someone. Yeah, mtu anachukua like teddy bear, you know, the teddy bears that you're buying for your kids, you people. Mtu akipata hiyo teddy bear mtoto wako ameshika, amepata maisha yake. Nitachukua thorn like the cactus that hiyo. Nikidunga kwa shingo, hiyo ni throat cancer. Nikidunga kwa womb. Na unaiongeleshea as in there is a word or you normally speak. There some chance. Oh, some chance. Okay. Unajua even if hata ukienda YouTube, utapata there is demonic chants.
na there is godly chance. Unaona? So ukienda hata kwa YouTube sahi, and if you hata wewe si diviner, but usikize hiyo chant, unajua inaingia in your spirit, ina adapt, and you can be very powerful witch. Hata kama wewe sio hata kama wewe sio witch, hata kama wewe ni pastor, but usikize hizo their chants. Ukisikiza, the more your spirit ina adapt, the more your spirit ina adapt. So that's why wana maombi mingi mimi uomba, the secret, naambianga the Holy Spirit in me. Unajua, God, you can take away anything, anything, but leave for me the Holy Spirit, because atakuwa your teacher. Ukianza kusikiza hizo chant, ni roho yako itafungwa na chuma, haitasikia, because your body is the temple of God, si ndio? So your spirit, because the Holy Spirit dwells in it. So obviously the Holy Spirit akitoka, na hiyo unajua the way wakifanyia mtu deliverance, pepo itoke. Pepo itokangi iende mbali, inaendanga to the next person. Unaona? Kwa sababu hata pastor akisema toka, ambiangi pepo mahali inaenda. Juu unaona venye Yesu alitolea ule mtu that person demons, ikamwambia tutume tuende kwa ile pig pale kwa nini. Yeah, and that enyewe ilichagua mahali inataka kuenda. Kwa sababu pepo haitaki kuhangaika. Wewe ndio utaiambia rudi kuzimu ama rudi mahali unataka, but in many people hawasemi pepo iende wapi. So we will use that one. So roho ya mtu itabaki bure, itabaki as a vacant room. Ikirudi as a vacant room, italingana venye mtu atakuwa na work on his faith, on his spirit. So akisikiza hizo chants, ile pepo itarudi 21 times. Watch hata 7. Inarudi na backup. Kujeni kuna nyumba Frezina itaa na Mbogi. Oya kujeni huko. Oza kujeni. Kuna ghetto. Sasa wanapata hivyo, wanakuja wanadwell in it, unaona? So wakikaa, utapata unafanya some mysterious things yenye hata uzielewi. Spirit yako itakuwa ina travel. Already your spirit itakuwa imekuwa conquered. After hapo hivyo tukagrow, nikaendelea tuna hiyo maisha ya unaona mtu kama mimi. Bana, kama si Yesu, mimi nimeua watu wengi uncountable. How? Ulikuwa unatumia nini? Nilikuwa natumwa. Kama watoto wa shule. Ilifika time sasa chief akaleta ngori kwa mtaa hadi akasema huyu inafaa aende shule, ni mtoto, kwa nini haendi shule? You know, so when I went to school, sikuenda nursery. Kwa sababu I was very wise. Nikapelekwa class 2. With the age of 9. Class 2. So kwenda class 2 mimi na perform tu. Ikifika exams, my spirit will travel to the staff room, see the exams. Najua hii itakuja hivi, nitakuja nitawaambia nyinyi watu mteni itakuja hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hivyo tu, yani utapata na pass kitu kama hiyo. KCSE, KCPE watu wataniambia itakuwa aje, because I was very brave. Nitaibia watu mitihani. Because I will travel in my spirit, go to those portals of neck, you know, still the exams, so ndawaletea, unasikia this year leakage ilikuwa. The leakage ni tu ilikuwa tu mimi. Hakuna hata kitu kingine. So people were passing exams. So I was intelligent in school. I was extraordinary, you know, because they didn't know I'm a priest. But mtu akinikasirisha mtoto kwa shule, nitachukua kitabu yake. The way nakata hii paper nikichiu, ni the way nakula maisha yake. The way nikishika pen ameshika, the way nikipata socks yake, nikipata anything. Unasikia mtoto wako amepoteza sweater shule, anarudi nyumbani bila sweater. Hiyo sweater nimepeleka the other side. I think our parents are listening to what this beautiful girl she's saying, because kuna wakati nasikia ngakisema sijui zimepotea, sijui nini. Amepoteza socks, amepoteza kitabu, amepoteza kalamu, amepoteza viatu. See, we take it for granted. You take it, you buy another one. Okay, continue buying. You're buying the failure of your kid. You know, the failure of your kid, you're buying it. So the way you continue buying, the way is the way is you're continuing to sell your child to the other world. Okay. Nitaendelea kuchukua. Utasema na huyu mtoto wangu ni mjinga, anapoteza tu vitu. Tunaishi maisha yake. Hivyo. So hata kwa shule nilikuwa naweza chukua karatasi ya mtu na nitafune. Nikitafuna nimeishi maisha yake. Ataanza kugonjeka na atakufa. Anitajua yeye ameenda. So you will be walking dead. Hii dunia watu wengi wanaishi na wamekufa. They are not high. So while we were there in the lake, so unapata mtu anakuchukua Bamasi, you will walk lakini hauna shadow. Unaweza simama hapo na hauna shadow. Na kuna jua inawaka, seti jua hakuna. Hata uende light kumulike hakuna shadow utakuwa nayo, because the shadow is the spirit. Sometimes unaweza simama uone kuna shadow 3.
si ndio? Shadows zinaweza tokea tatu. Yeah. Inatokea tatu kwa nini? You have God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Okay. Lakini ukitembea kwa njia za Mungu kando, hautakuwa nazo. Hata kama zitakuwa but hazitakuwa hiyo. Unaona? Obvious tuta overtake. Tutaenda kudedicate kwa lake. Once mtu amekupeleka hata picha yako kwa lake, amechukua shadow yako. Unajua utakuwa unatembea nyumba bure bila roho kwa sababu wewe ushakufa, ni unatembea tu kwa dunia. Imebaki tu wewe kwenda kwa mchanga. So many people they are walking dead. Yeah. Yeah. So now killing then up to when? Killing up to 13 years. Yeah. And Shush, where is Shush then? Shush was there. Shush was there. She was 133 years by that time. So tukaendelea tu hivyo, tukaendelea kuendelea kupata nguvu, the assembling of the saints. You know, sasa kama kesha. Sasa si kesha watu wanakujanga senye wanataka. Of course. Na kesha Wakristo mfanyange every Friday. Mnafanyanga the first Friday of the month and the last Friday of the month. Exactly. Good, you are good people. Continue doing that way. And us, we are committed, we are dedicated. So every Friday, every what? Friday. We are starting Wednesday, Thursday, Friday. And you guys, you're sleeping 2 Fridays, you're not in church, yeah? So that night, that is the time we are using you guys. You are using, yani every arrow, tunarusha kila kitu yenye tunataka. In church, unapata watu wapendani, kuna hatred inakuwa planted. Church pastor anajaribu kusukuma kanisa haiendi. It is because of that. Kwa sababu watu si washirika wanaombeanga pastor wengi. Ni kidogo sana. Unaweza pata bamasi kama kanisa, unapata apostle, unaweza muombea hata watu 3. Ndio. Because others maybe they have a high agenda. Even the Bible says, do not assume the gathering of the saints. Unaona, gathering of the saints it has power, iko na nguvu. Hii gathering of the saints lazima mkuje pamoja muombe mtumishi wa Mungu. Kwa sababu mtu mmoja anatoa power yake, anointing yake ku cover the multitude of 1,000. Lakini yeye spiritual cover yake kama haiko strong, ndio maana wachungaji wengi wao wanakufa. Okay. Yeah. Then, and allow me, because we are going to come with the part 2, 3, 4 and 5. How are you delivered? Because I'm staying fearing you, because maybe the massive with the heart. I like that because many people, till now I was in church and someone judged me with my past. You can just go back to the sea if you want to kill me. You know, and you shared a testimony in the altar, but someone will use that to attack you. Okay. You know, I love that when someone attacks me with that. Because I tell God, kumbe my testimony is still, you know, I love that. When you say you can kill me the way you want, you know, I can control your life in the spirit. And when attacks come, najua. Najua tu, nataka kukua attacked. Because you know, the alertness in the spirit, ndio kitu yenye Christians wengi hawana. Okay. Yeah. And you need to have the alertness in the spirit. That is one. I was in a room and I was in my room. Your time. Iyo nyasi, nyumba ya nyasi, I was in my room. So this is how my deliverance came, you know. Yeah. So there was a flashlight. Unajua ninapenda giza mpaka sasa mimi. Kwa sababu kwa giza unaweza ona mwenye anakuja kukuattack. So I was in a room. I was sleeping, so I was meditating. Why am I killing people? You know, as a firstborn, why is this thing happening to me? Because that is the time. Nikifika 17, nitakuwa naenda kuvalishwa crown to become the next queen. No. So upon I was resistance. Walikuwa saa zingine wakiniambia kitu na wasiu mnakataa. Yani nilikuwa tu natural mimi ni gaidi, paka tu saa hii tu mimi ni kichwa ngumu. You know, na hii kichwa ngumu huwa inasaidia sana. As a Christian lazima uwe kichwa ngumu kwa jambazi. So that room there was this flashlight that came, bright light. So nikadhani sister yangu amewasha taa ama nini. So I was ready to kill anyone that mwenye amewasha light because hiyo light ilikuwa inanifrustrate. No. Nilizoea giza. So light ikakuja. Nikajaribu kuzima, naona si bulb inawaka, but a light. So this light ikatoa sauti. Why are you doing this? Why are you doing this to my people? Why are you killing? And you're a small girl. Why? Just come and serve me. Nikamuuliza, you shetani. Shetani yani bado unataka tu nikutumikie in the way. So, but it was not Satan. It was Jesus himself, you know. So it helped. It really helped. Okay. So I decided to come to conclusion. Nimekubali. Nikaanza kuuliza swali, but I was getting answers the way I wanted. Okay. Now, before we continue, ladies and gentlemen, wherever we are coming with the part 2, ili tujue how she was delivered and how she overcome all those things. So stay tuned. We are coming back. God bless you.